Je, umewahi kumtazama mnyama mwitu anapowinda? Kamwe halii, wala hajitangazi, wala hajionyeshi kama ana njaa. Ni yeye na lengo lake. Anakuwa kimya. Kwa nini? Kwa sababu anajua atakapojionyesha, windo lake litakimbia. Katika maisha vivyo hivyo, ugonjwa unaovuruga ndoto ni mdomo wako. Utakapokuwa na shauku ya kueleza ndoto zako kwa watu ambao hawana uwezo wa kukuelewa, unapoelezea ndoa yako, ghafla inaingia migogoro. Unapoongelea biashara yako mpya, ghafla zinajitokeza changamoto. Unadhani ni ajali? Hapana, ni nguvu ya kiroho. Dunia ina watu wenye roho na wivu. Kuna kitu tunaita jicho la husda. Wengine wanacheka wakati unaongea, lakini mioyoni mwao wamejawa na wivu na jicho la husda. Na nguvu hiyo ndio inatumika kuharibu mafanikio. Tazama mbegu na namna Mungu alivyoumba dunia. Vitu vyote vinaumbwa vikiwa ndani, vikiwa vimejificha katika mbegu, katika ardhi, katika giza, vikiwa chini ya ardhi na katika giza na katika ukimya, basi huweza kuchipua. Lakini vitu hivyo ukiweza kuvianika, havitakuwa na maendeleo wala kuweza kufikia ukuaji mzuri. Kamwe usianike malengo yako. Hata mkono wako wa kushoto usijue mkono wa kulia unafanya nini. Wacha watu wafikiri kwamba umeshindwa, waone kuwa umelala, wajue kwamba umekwisha. Hivyo ni vizuri. Lakini baada ya muda fulani watakuona ukiwa katika hatua, ukiwa umekuwa, na hapo utakuwa umewashangaza. Utajitokeza katika giza kama mfalme, kama mtu anaenda kuongoza. Hawatakuwa na uwezo tena wa kuvuruga wala kuharibu mipango wala mafanikio. Hiyo ni hekima ya kuwa na ukimya na nguvu yako kuweza kuongoza na kuweza kufikia mafanikio.